Jengo la halmashauri ya wilaya Misungwi liko 100% na linatumika. Wameshahamia wa? Ndio. Jengo la halmashauri ya Sengerema liko 85%. Jengo la halmashauri ya Buchosa liko 98%. Hao wanatumia. Jengo la halmashauri ya Ukerewe liko 83%, ndio lile tumetoka kule. Jengo la halmashauri ya wilaya ya Magu liko 89%. Jengo la manispaa Ilemela 100%. Na wenyewe tulisema wahamie, sio? Wameshahamia. Kwa hiyo sisi kwa kifupi tunatoa miezi miwili kwa halmashauri zote za mkoa huu wa Mwanza zihamie kwenye majengo yao. Na hiyo miezi miwili hiyo itakapofika, nitachukua kikosi cha JKT, nitakuja nafunga ofisi zenu pale kwa makufuli, vitu vyenu naweka nje, halafu mtajua kwa kuishi. Na hii si mara ya kwanza, nimefanya hivyo mkoa wa Mara. Watu wa Bunda walikuwa wataki kuhamia, watu wa Tarime walikuwa wataki kuhamia. Kwa hiyo ninachokisema, kama nyinyi hamkiamini, kawaulizeni wale watu. Tulipeleka JKT kule, tulitoa vitu vyao vyote nje, tukafungilia makufuli, kwa hiyo wakahamia. Kwa hiyo umeme uwepo, usiwepo, tehama iwepo humu, isiwemo, ndani ya miezi miwili halmashauri hii ni lazima ihamie kwenye hili jengo. Kwa hiyo nyinyi wenyewe ni decision yenu, mje kutolewa kwa nguvu huko mliko au mfuate utaratibu mhamie kwenye jengo jipya. Kwa hiyo sio nyinyi tu, watu wa Magu wanatakiwa wameshahamia, watu wa Ukerewe wanatakiwa ndani ya hiyo miezi miwili wao wameshahamia, na maeneo mengine yote ambayo yameelezwa kwamba majengo haya hayajakamilika. Majengo haya mara nyingi usipotumia nguvu huwa unaweza ukamaliza mwaka mmoja na hawa watu hawaingii katika majengo yao. Umeelewa bwana? Hapa ndani ya miezi miwili halmashauri zote za mkoa wa Mwanza zinatakiwa zihamie kwenye majengo mapya. Msipofanya hivyo, tutaleta kikosi cha vijana wa JKT, watatoa vitu vyenu kwenye ofisi zenu na watawaleteni hapa. Halafu nyinyi mtawajibika kuvipanga kwenye ofisi yenu. Sasa ni hiari yenu kufanya kazi bila shuruti ama mshurutishwe kuhama. Na mimi sitaki kujua hela zinatoka wapi. Mimi ninachojua halmashauri na on source, halmashauri na serikali kuu. Kwa hiyo zote hizo ni sources za income na natakiwa mziweke ili muhamie sehemu bora zaidi. Umeme ukiwemo, maji kama hayatakuwemo, ikifika miezi hiyo miwili mtakuwa katika jengo hili. Sasa asiyesikia la mkuu huvunjika mguu. Niko serious kwenye hili jambo na hatutarudi nyuma, kwa sababu nina uzoefu na hizi halmashauri. Hapa ya asilimia hii itaotajwa hapa 95, unaweza ukakuta mwaka mzima hawahamia. Kwa hiyo deadline yetu huu mwezi wa ngapi? Ndio tumeanza leo mwezi wa 5. Hii ni Mei, ikifika kwa sababu mwaka wa fedha huu ukiisha. Kwa maana Juni 30. Juni 30 tunatakiwa tu hapa. Mkurugenzi, nafikiri mmenielewa. Ndio. Tunashukuru kwa kutamka kwamba huu kumbi utaitwa Philip Mangula, kwa sababu Philip Mangula historia ya Kwimba anaisamini sana. Nilikuwa kwenye kikao Morogoro miezi kama 3 iliyopita, alipoingia tu kumbini cha kwanza alisema mwenyekiti wa Kwimba yuko hapa. Kwa kweli nilijisikia vizuri. Kwa kweli Kwimba anaikumbuka sana mzee wetu Philip Mangula. Ni kweli mkuu wa mkoa umefikiria kitu kizuri kusema kwamba ukumbi huu utaitwa Philip Mangula. Asante sana, tunamshukuru sana wanakwimba. Kwa hiyo ukumbi wa Philip Mangula kwa sababu alikuwa mkuu wa wilaya hapa na mwenye mafanikio, na pia mkuu wa mkoa wa wapi? Mwanza. Kwa hiyo ukumbi ukikamilika miezi miwili ijayo ni Philip Mangula Hall, ukumbi wa mikutano wa baraza la madiwani halmashauri ya wapi? Ya Kwimba. Ni lazima tuwaenzi hawa waasisi hata kabla hawajatangulia mbele za haki. Tutambue historia zao. Wamefanya mambo mengi nchini, amekuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza, lakini nimezunguka mkoa mzima huu, sione historia ya viongozi wa mkoa huu ikiwa imeandikwa mahala popote. Ndio maana mimi nikifika ofisi ya mkuu wa mkoa pale nimeweka picha za wakuu wa mikoa wote toka mwaka 61 mpaka mkuu wa mkoa sasa. Katika kuwaenzi ili watu wajue kwamba mkoa huu aliwahi kufanya kazi mtu fulani mkoa huu. Kwa hiyo na kumbi za namna hii tunazipa majina ya viongozi wetu, tunaendelea kuwaenzi. Kwa hiyo ukumbi wa Philip
Japhet Mangula. Haya, asanteni.